Sikiza nikwambie. Yanga na kitu hichi. Yanga akiwa anafanikiwa kwenye mbinu zake. Yanga anatetea mbinu zake za kulichukua taji la ligi na mataji yote. Ndio Yanga alivyo. Yanga utetee mpira wa Tanzania. Yanga anatetea maslahi yake. Yaani njia aliyopita Yanga imewekwa miba. Sasa anataka itoe ile miba ili apite smooth. Ndio anachotetea Yanga. Sio kama anautetea mpira wa Tanzania. Maana yeye anataka kuniambia haya yote yanatokana ili dabi isicheze. Hataki kucheza dabi, na unajua kwa nini hataki kucheza dabi? Hii dabi ingekuwa haiamui ligi. Yaani haiamui hatima ya ligi, nani bingwa? Hii dabi Yanga angeshacheza. Lakini hii mechi imekuwa kama finali, na niliwaambia Yanga anarukaruka isikibaki. Bora angecheza kipindi kile mechi bado 7-8 angejua afanye nini mbele. Si umeelewa? Lakini ameiacha sasa hivi mechi zimebakia hizi. Hii mechi ndio inaamua nani bingwa. Mimi naamini Yanga apoteze tena mechi. Simba apoteze tena mechi. Hii mechi ndio itaamua nani bingwa. Ndicho kinachomwogopesha Yanga. Na Yanga anaangalia mechi mbili alizocheza na Simba. Hii Simba mpya. Yanga amecheza nao vipi? Mechi ya kwanza sikacheza nao Ngao ya Hisani. Si ndio? Mechi ya Ngao ya Hisani dakika 94. Unakumbuka Shadrack Kiboka alimfanya nini Kijili ndani ya penalty box? Penalty ile kuna mchambuzi alikataa. Lakini refa alifanya nini? Huyu Elisasi alifunika. Kakataa. Lazimeni anasema penalty, anafanya hivi kibendera. Elisasi ana Sumenelewa. Simba akafungwa 1-0. Yanga akachukua Ngao ya Hisani. Mechi ya pili ya ligi. Ya kwanza ya ligi. Ile mechi Simba amefungwa. Simba mpaka sasa hivi hajafungwa mechi. Kasuru mechi. Hajapoteza mechi. Ile mechi mimi sihesabu kama timu yangu imepoteza. Penalty 3 na goli 1. Nani Kaoko anakataa. Kila penalty anakuambia inuka, anaambia hamna kitu. Anamuinua Kidenis. Penalty 3. Wachambuzi wote, kina Jemedali Saidi, kina Asrafali, wote wamekubali kama zile ni penalty. Si umeelewa? Kwa hiyo Yanga akiangalia ile mechi na anaangalia mapungufu ya timu yake, ile mechi Aziz Ki yuko ndani, Yao Kwasi yuko ndani. Leo Aziz hayupo, Yao Kwasi hayupo. Kaitwa Israeli Mwenda. Israeli Mwenda anaweza kupambana na Mpanzu. Hapo huku kaongezeka Mpanzu. Joshua Mutale kafunguka Mkwara ndo afai. Ndio maana wanakuambia tucheze ngo. Si umeelewa? Mpo tayari Simba ikatokea mkapewa pointi 3 za mezani. Mpo tayari kushangilia ubingwa? Yaani kinachotakiwa sasa hivi TFF wasimame kwenye sheria na kanuni. Zamalek ilikuwa ni sikapewa. Ndio. National Saligoma. Hakupewa pointi 3 Zamalek. Kapewa pointi 3. Bado ana mgogoro wao pia na unaendelea, lakini pointi 3 tayari zinahesabika. Si umeelewa? Yaani kinachofanyika pale anahifadhiwa tu yule bwana mkubwa asinyang'anywe pointi zingine 15. Zibakie zile 3. Kwa sababu akinyang'anywa 15 ina maana hata klabu bingwa mwakani haendi. Ataenda Piramidi, ataenda Zamalek, ataenda na nani? Na Almasi. Ndio anamuhifadhi kwa sababu yule ndio mtetezi wao kwenye wenzetu wanaangalia sana timu ambayo ina nguvu inayokwenda kuwakilisha nchi kwenye nini? Kimataifa. Kwa hiyo wanailinda. Na hata CAF wenyewe wanailinda national rally kwa sababu akikosekana yule kwenye mashindano ya kimataifa, wadhamini wale totally hawaelewi kwa sababu yule ndo ana mileage kubwa. Ana followers takriban milioni 21. Unamkosaje kwenye mashindano ya kimataifa? Si umeelewa? Kwa hiyo ni ngumu. Ndio maana ile zimechukuliwa zile 3. Hizi zingine ndio watu wanagoma goma. Hata CAF naona anazuia. Lakini uhalisia ndio uko hivyo. Juventus ya kushushwa daraja. Kwa hiyo sheria na kanuni TFF wazifuate. Yaani wakisema wakubali tena kuiahirisha hii mechi wasogeze mbele, Simba hatutoingiza timu. Sasa ugomvi utahamia kwa Simba na Simba ndio wabaya wakienda kasi. Simba hawafai. Si umeelewa? Sisi tunajua sheria. Wao yote yanatokea ni watu wanakimbia mchezo. Wanakimbia dabi. Na vipi kuhusiana finali yao na Singida ambao pia wamesema watu. Hata ile mechi na Singida ile wale ndugu zao si haituhusu. Wale watajua na wenyewe. Ile Yanga acheze asicheze watajua na wenyewe, wale ni ndugu. Singida na Yanga ni timu moja tu. Yaani huyu Doto huyu Kulwa. Umeelewa? Isipokuwa Singida kama watakaa kwenye uhalisia wa mpira, Yanga nao wanapotea. Yanga timu imechoka. Na Azizi ameondoka, wachezaji wengi wamechoka. Hawezi kumfunga Singida. Singida ana timu. Lakini kwa sababu Singida na Yanga ni mabest. Mimi hicho ndo naona. Na kikubwa Yanga na TFF siri zimeanza kuvuja baada ya ndoa yao kuvunjika. Hawa walikuwa na ndoa. Ndio. Umeelewa? Mnapokuwa kwenye ndoa, mnakuwa kwenye mahaba mazito, siri nyingi huwa zinafunikwa. Hata kama mwanamke anakojoa kitandani, wewe utasema mke wangu, utatoka dhahari useme mke wangu anakojoa. Unamfichia siri.
Mwanaume ukiwa mlevi unakuja umejinyea, mwanamke atasema si mumewe. Mkishaachana sasa, lile dume kwa mwanaume gani? Mwanaume yeye alikuwa mlevi. Mwanamke anakojua kitandani. Tutegemea mengi sana kwenye hisa. Mengi mno, kuna mengi, sio haya mengi mno utasikia. Hivyo miaka mitatu unachukua ubingwa upewi hela unakaa kimya. Swali kwa kwenye mahaba mazito. Ndio. Kwa maana hiyo ili swala la TFF kama ni kweli kutopeleka zawadi zao kwa Yanga kama kweli, unadhani ni sahihi kwa mtazamo wa kimpira? Hii mimi nilishaongea. Si sahihi. Hauwezi. Vipi ingekuwa nimewatokea Simba? Nini hatua zipi ambazo sahihi? Ndio mashaka yetu sasa anapokuja. Mbona Simba misimu ile tunachukua TFF walikuwa wanatupa? Ndio. Why Yanga tu? Ina maana hawa ndio maana nakwambia hawa walikuwa na ndoa yenye mahaba mazito. Wana mambo yao wenyewe watajua na wenyewe. Lakini kiuhalisia TFF hawezi. Yanga achukua ubingwa mara 3 mfululizo, hapo hela zote asimpe. Hawa wana mambo yao ndani. Wale daiana. Si umeelewa? Na Yanga swala kuikopa TFF haijaanza leo. Kipindi kile Manja anaiacha timu, Yanga wanatembeza bakuli. Walikuwa wanakopeshwa hela na TFF, wanakwenda wapi? Wanakwenda nje kucheza mashindano ya kimataifa. Ingawa biashara ilishindikana. Lakini Yanga alikuwa anakopeshwa. Wakawa wanakatwa kidogo kidogo kwenye gate correction zao, kwenye zawadi zao wanakatwa kidogo kidogo. Kwa hiyo mambo ya kwanza leo ina maana TFF ndio alifuga nini? Alifuga ugonjwa. Sasa umauti unafanya nini? Unaumbua. Sasa sisi tumekuelewa. La mwisho, ukipewa nafasi sasa hivi ya kukaa na meza moja na TFF na Yanga, jambo gani moja tu ambalo unaweza ukaambia mambo kwa ajili ya manufaa ya mpira wa Tanzania? Tunashusha hadhi ya ligi yetu. Mambo yanatakiwa watu wakae ndani. Ndio maana kuna vikao. Ndio maana kuna maofisi. Sawa? Basi ingekuwa hivyo watu wangekuwa wanajadili mambo yao mtaani. Kwa nini mtu ukifungua kampuni atakuwa kwanza kitu cha kwanza uwe na ofisi? Ofisi ni nyumba ambayo inaficha siri za kampuni. Siri za ofisi. Si umeelewa? Kwa hiyo TFF wana ofisi, Yanga wana ofisi, mambo yao yanatakiwa yaongee ndani. Si umeelewa eh? Kuna mambo ya kuwaita waandishi wa habari mkaongea hadharani, lakini sio kuingiza kwenye mitandao. Tunaizalisha ligi yetu. Leo haya mambo yashafika mpaka FIFA, yashafika mpaka CAS, yashafika mpaka CAF. Duniani kote ambako tayari Tanzania watu washaitolea macho, wanaiangalia kwa jicho tofauti kama tunavyochukulia sisi ligi yetu. Ligi leo namba 6, namba 5. Simba iko ndani ya 5 bora barani Afrika. Wao wenyewe Afrika wanashangaa hivi vitimu vya Tanzania vipi? Vikosi vyao vina gharama ndogo lakini leo still vinafanya nini? Vinafanya vizuri, vinaingia mpaka kwenye 5 bora. Unajua na tudiscuss sana. Angalia Simba. Simba imeingia kwenye 5 bora. Umeona ile rank? Sasa hivi kapo wametoa rank na pasi kila kitu pointi zako mpaka thamani ya vikosi. Leo National Rally namba 1 lakini anaongoza mpaka kwenye pesa. Kikosi chake ni milioni 40 na ngapi? Milioni 45 euro. Wa pili Mamelodi Sundowns ni milioni 35. Wa tatu anakuja nani? Anakuja Experience de Tunis milioni 29. Wa nne anakuja nani? Berkane. Ambacho kikosi chake kina bilioni 19. Wa tano Simba milioni 2, wao stuki. Ukija huko nyuma wa 6 hapa chini ya Simba anakaa nani? Bingwa mpya wa kombe la klabu bingwa Piramidi milioni 19. Lakini Simba yeye milioni ngapi? 2. Ndio maana rais wa FIFA akaposti Simba ni magic team, ni timu ya ajabu. Huyo wa Yanga mwenye kikosi chake hata akizidi hata milioni 2 euro. Lakini yuko kwenye nafasi ya 11 si 13. Kwa hiyo wale wanatushangaa, hao mbona vikosi vyao vina thamani ndogo alafu wanashindana na sisi. Sasa wao wanapotokea matatizo kama haya ina maana tunaichafua nini? Tunachafua mpira wetu na ligi yetu. Hapo wakumbuke serikali imeshaingiza gharama nyingi. Kuna mashindano ya AFCON. Tunatakiwa tuandae. Kuna chani mwezi wa 8. Ujinga huu unaoendelea watu wataenda mahakamani baadaye. Umeelewa? Kuna vichwa vibovu, kuna mtu wa Yanga alienda mahakamani nakumbuka akafukuzwa. Sasa mfano klabu inaamua inaenda mahakamani. Tunafungiwa na FIFA, tunanyang'anywa chani, tunanyang'anywa na AFCON. Ikiwa tayari serikali, hivi tumenyang'anywa AFCON sasa hivi kwa ujinga unaoendelea. Serikali itakuwa imepata gharama ya shilingi ngapi? Hasara shilingi ngapi? A lot of money used to construct nini? Unaelewa? Stadium.
Dodoma kinatengeneza kiwanja hela ya serikali. Arusha kinatengeneza kiwanja hela ya serikali. Tanga kinatengeneza kiwanja hela ya serikali. Unaipeleka wapi serikali yetu? Si umeelewa? Kwa hiyo TFF na Yanga wasitusababishie kuharibu mpira na kutaka kuitia serikali. Hii itakuwa ni kesi ya kuhujumu uchumi. Tutaiambia serikali wadili na viongozi wote hao wanaoendelea na upumbavu. Tukinyang'anywa AFCON. Morocco alinyang'anywa, karudishiwa mwaka huu. Si umeelewa? Ndio mashindano yakapelekwa Gold Coast, if you remember. Yes. Mwaka jana, sawa? Kwa hiyo gapo wana masiara, hawezi wakaleta mashindano sehemu ambayo kuna migongano, kuna migogoro. Hivi ligi isipoisha, ina maana ni migogoro mikubwa hii. Simba Yanga wana watu wengi, Simba wana watu wengi. Migogoro ikichochea ikiwa mikubwa, CAF wanaondoa hii. Wakishaondoa serikali unaiweka wapi? Ikiwa ishatumia hela, tayari kuna magari yashakuja yale ya jeshi military kwa ajili ya kubeba vilabu. Viwanja vya mazoezi vishatengenezwa kwa ajili ya kuandaa AFCON. Sasa wewe ndugu yangu, timu yetu ya taifa inafanya vizuri. Alafu leo unaenda kuleta mambo kama haya. Kwa hiyo tunawaambia TFF na Yanga waache ujinga wao. Wayamalize. Na Yanga naye anatakiwa waheshimu viongozi wa mpira. Kwa nini hawaheshimu viongozi wa mpira? Yaani chini ya utawala huu wa Karia na huyu Fred Kadau, Tanzania tumefanya mambo mengi. Simba na Yanga wamefanya mambo mengi. Yanga alishawahi kucheza finali ya shirikisho. Kacheza kwenye utawala wa nani? Karia. Zimepita nyongozi ngapi? Mbona kucheza finali? Yanga mara ya mwisho kuingia makundi 98. Kwa nini nyongozi ngapi zimepita kutoka 98 mpaka anaingia kuingia Karia? Kwa nini uje kuingia tena makundi kwenye utawala wa Karia? Ina maana kuna uhalisia wa mpira. Si umeelewa? Kwa nini nyuma kuingia wanatakiwa wapaswe kuwashukuru wao viongozi? Si umeelewa? Tumeshiriki AFCON misimu mingapi? Mitatu mfululizo chini ya utawala wa nani? Kwa nini nyongozi zingine hazikuwepo? Bwana, huu utawala achana nao. Hatuko tayari tumpoteze Kadau wala tumpoteze Karia. Waongoze mpira mpaka wafe. Kwa hiyo neno langu la mwisho, Yanga na TFF wakae mezani wayamalize mambo yao. Tena hata wasitoe nje. Wasiwaite waandishi, wamalizane huko. Watuambie tushamalizana ili mambo yaendelee. Ila tarehe 15 dabi iko pale pale. Watacheza hata kwa bakora.